Inakuwaje? Kabisa kaka, niko salama. Naam. Ya niko salama kabisa. Ni muda mrefu ndugu yangu. Kwanza tungependa mtazamaji wetu pale aweze kujua wewe ni nani, juu tumekuja tukaingia tu ghafla. Tujajieleza kwamba wewe ni nani, pengine mpe information full ili aweze kukufahamu zaidi. Hope naweza tumia Kizungu ama any language. Lugha yoyote tumia. My name is Nyoike Wamboi, former student of Trans-Africa College and the current CEO of Kelmac Tours and Safaris Adventures. Tumekuwa kwenye mawasiliano, nimekuwa kwa interview kwa hii channel ya Kaka Ken 254, si mara moja wala mbili, mara kadhaa. Nashukuru Mungu nimerudi tena kwa interview ya siku ya leo. Sasa siku ya leo nataka tufahamu kwanza ni muda kutoka mwaka jana pale mwezi wa ngapi pale? Ndio hapo mwezi wa 10. Ndivyo last time nilikuwa hapa katika channel ya Kaka Ken 254, watazamaji waliniona. Ndio. Sasa hapo ndio nataka, kuna watu wamekuwa kiulizia sana Nyoike Wamboi yako wapi? Wakajiuliza sana, kuna kitu ambacho wanakikosa kutoka kwako. Wakajiuliza pengine utakuwa umepata kazi mahali ama utakuwa internship. Hebu waweze kueleza ni kitu gani ambacho kwa saa hii unajihusisha nacho? Wakati ambao the last time I was here I personally was a student, but now I'm not a student. Sasa mimi ni mfanyikazi yenye kwa Kizungu wanaitanga class work. Sasa niko work class. I mean work class. Nilimaliza shule, nikatoka katika huu mji, nikaenda kwa sababu kila mmoja ili uweke kampuni yako ama ufanye kazi yoyote ambayo unatakanga, lazima ukuwe na experience. So ni experience nilienda kuitafuta after masomo, na ndio hapo sasa niko hadi saa hii nikitafuta experience na pia exposure, kujua mengi kuhusu course ambayo nasomea. Kuna mtu pale ajui ni course gani ambayo unasomea. Hebu mueleze zaidi, uko katika field gani? Hapa nje utasaidia jamii na kitu gani hasa? Mimi field yenye niko saa hii nafanya kwa ambao hawajui course yenye nilifanya. Si ati ni yenye nafanya, nilifanya course inaitwa Tours and Travel Operation, na ingine inaitwa Tour Guiding and Administration. Hiyo now it is examined by Kenya Professional Safari Guides Association, yani KPSGA. I'm a member of KPSGA for now by bronze level. Na kwa mtu ambaye anataka kusoma, utamshauri aanze na level gani ya hiyo masomo yako? Pengine wewe utawaeleza ulisoma pengine diploma, degree, ni uko katika level gani ya masomo ambayo umeweza kusoma ile course yako? Kwa sasa mimi nimefanya hadi diploma, lakini miaka ambavyo tu inasonga nafikiria kujoin degree, kuendeleza masomo yangu. Ni vizuri sana hata kama ni ukiwa na ukipata huo nafasi ya kuendelea na masomo, fanya masomo hadi ya juu, fanya degree, fanya bachelor, fanya doctor this and this juu ya masomo. Masomo ni ya hoja, unajua mengi, ukangi kwa sheng ambayo wengi huita bombo clat. Usikuwe bombo clat, usoma kwa bidii. Hivyo tu ndivyo naweza nikakuhimiza kama mtazamaji wangu, ama wewe mzazi ambao uko hapo na unaweza penda mtoto wako asome, mwambie asome kwa bidii, angangane, atie bidii, kwa sababu masomo ni tamu na pia masomo ina malipo. Asante. Ni kitu gani ambacho pengine kilikuvutia zaidi kuweza kuingia katika kozi hii? Juu kuna kozi nyingi ambazo watu wanasomea huku nje, zingine wanasema kwamba hazina kazi, zingine wanasema kwamba zina kazi. Ni kitu gani ambacho kilikuvutia kuweza kuingia katika kozi ile na kuweza kuazimia kuweza kusaidia jamii katika kupitia kozi hiyo? First thing, before uchague kozi yote, lazima ukuwe passionate, kwa sababu hakuna vile unaweza chagua useme unataka kwenda kufanya cooking na hata ujui kwenye kuwasha jiko yenyewe. Lazima ukuwe passionate. Ni kitu maybe ushaiona mwingine akifanya akakumotivate, maybe ni course ushaiona ama ni kitu ambayo ushaijaribu kufanya ukaona hii naweza, ama maybe hata ni pahali ulienda ukaambiwa maybe you know it but you don't have papers. But to me
ni exposure ilituma, ni kutembea jumi pangu na safari napenda, sipendi kukaa pale pamoja hivi na ndio maana unasikia nilikuwa huku sasa niko kule, na maybe hata huku kwenye niko kesho sitakuwa huku, niko kule kwingine, na hiyo ndio ilituma mimi nipende zaidi hata kufanya hii course ya tourism because pangu kutembea ni kitu namba moja, and then I'm passionate with traveling. I'm very passionate. Then mimi ni mtu wa bidii. Cause hii ya tourism bila bidii huwezi toboa hii maisha. Ama huwezi toboa hii department ama hii field ya tourism. Hivyo tu ndivyo naweza kuambia kama mtazamaji wa Ken 254. Ndio. Yeah. Na wazazi walichukuliaje swala hilo la kuweza kuingia katika kozi hiyo? Walikuwa wanakataa ama walikuwa wanakubaliana na wewe 100%? First thing, wacha tu niwashukuru wazazi wangu, because if there is a person who is very lucky in this life, I can say it's me, because I have a parent who everybody can wish to have. My parents are very supportive and I love them, because hata wakati niliwaambia nataka kwenda kufanya tours and travel na tour guiding ama tourism ambayo wengi wao wanaijua, hawakunikataza. Waliniambia wewe enda tu ufanye hiyo course, tia bidii, kwa sababu hii Kenya ambayo tuko, acha niseme Kenya kwa sababu maybe country hizo zingine unaweza ishi bila masomo, lakini Kenya saa hii bila masomo wewe ni mtu bure tu. Na walifurahia juu si wengi ama si students wengi sana kutoka high school na wanakubali kurudi shule tena kusoma. Kwanza watu wenye washaitoka shule wakashika pesa wakaenda kwenye makazi zingine. Kama mimi nilitoka high school nikiwa nimepata kazi za mijengo immediately after I finished my high school, ndio nikamaliza na nikaendelea na nikafanya kazi zangu, kwa sababu nimefanya kazi kadhaa tofauti nimeandikwa. After maisha imekuwa ngumu, makazi tena zikakuwa ngumu, hapo ndipo nilijua ya kwamba hii maisha bila masomo wewe ni mtu bure. Nyoike nikajiambia wewe Nyoike, rudi shule ukasome. Na hapo ndipo nilienda nikasoma, and today I'm a diploma holder of tours and travel operation, and I thank God. Yeah. Hapo tunashukuru sana kuweza kusikia hivyo, ni kujituma. Na katika hapa nchini Kenya iko ina market ama unaichukuliaje? Iko katika kiwango gani? Iko katika kiwango kile cha kuambiwa kwamba ni kozi ambayo ina market, ama iko katika kiwango kile cha kuambiwa kwamba iko katika kukosekana kwa market? Iko vipi? Tueleze zaidi kuhusiana na hilo. Sasa hiyo swali ni swali simple sana. Hii Kenya iko na mito? Hii Kenya iko na forest? Ipo. Iko na lakes? Ipo. Iko na national parks? Na iko na national reserves? Na unasema tourism si marketable aje iko na hizo vitu zote? Lakini pengine pale kuna watu watasema pale inahitajika connection juu hata kama kuna mito hatutachukua siku moja ati uende ujifanyie kazi. Itabidi ujiunganishe na pengine kampuni fulani ili muweze kufanya kazi na wao. Ushirikiano ndio unahitajika katika hii kozi yenu. Kwa hivyo uweze fanya kazi kivyako, na pia kuanzisha kampuni kama hii inahitaji mtaji wa juu zaidi kuweza kununua vifaa ambavyo vinahitajika na rasilimali ambazo zinahitajika kuweza kuanzisha mtaji wa biashara hii. Kwa hivyo ungetueleza hapo kuhusiana na hapo, pengine wewe unategemea kuajiriwa ama una lengo pengine la kuja kujiajiri? Mwisho wa siku tuje tusikie kuna kampuni ya Nyoike inapeleka watu Masai Mara, inapeleka watu Mombasa. Tueleze zaidi kuhusiana na swala hilo. Kitu ambao moja naweza sema ni ati hii Kenya iko na course mingi sana, and the only course that you don't need hizi pesa za kuanzisha biashara zinaitangwa aje? Capital. If there is a course you don't need a capital, it's a tourism. And ask me why. Sasa nikikuja nikudanganyirie na watu wako twende hapa hivi, twende pahali kama Nairobi National Park na utoe pesa, mimi kuna pale ninahitaji kuwa ati sijui na pesa za capital ati ili nikupeleke Masai Mara. Si ni wewe pesa zako, mimi nijue venye nitajiunga, nitaunganisha magari na nini ili nimuende. Kwa kuna capital yenye unahitaji. So sika ati cooking lazima ununue masufuria, sika plumbing lazima ununue tools za kwenda sijui kuchoma nini na nini ama stima. Wewe venye unastahili kuwa na testers sijui nini, mawaya, viatu. Hii course yetu hata unaweza enda upige hadi na kataika unafanya course yako hivyo. Si ati ni kitu inahitaji capital. Na hiyo ndio kitu moja ambayo ilituma nipende kufanya tourism, because in tourism you don't need any capital to start your business. You just it's you
you are and be energetic na ujue kumarket tu chenye unauza package yako. Hivyo tu ndivyo naweza tu ambie mtu yeyote. Kwa hivyo ati mambo za sijui connection na nini usijidanganye, usijaribu kujidanganya. Juu hapo sidhani ati hiyo ni solution, ati inaweza tuma sidhani hiyo ni kitu ambayo challenge ambayo inaweza tuma ati usifanye tourism. Ati unahitaji kuwa na connection. Hapana. Juu ufai kuwa na capital, uhitaji capital na hata kama unafaa kuwa na ofisi, you can operate your things at your home or at your house. Si ati ni kitu nafaa kuhitaji ati sijui kwenda wapi na wapi na wapi. Hapana. Na kufikia hapa ambapo kiwango ambacho umefikia, kuna sehemu ambazo umeweza kupeleka watu, unaweza sema katika historia yangu nilianza hapa, kuna mahali niliweza kupeleka watu safari fulani tukaweza kufanikisha, walifurahi. Unaweza taja sehemu kama 3 ambazo ushawahi wapeleka, ama sehemu 2 ushawahi wapeleka na ukaona hao watu wamefurahi, ikakupatia moyo zaidi wa kuweza kuendelea katika taaluma hii yako? Nikiweza taka kutaja destination ambazo zenye zote nimepeleka watu, maybe naweza sema siku mzima. Lakini juu umeniambia nitaje 3 tu ama 4 ama 2 zenye zilifanikiwa hadi wewe ukaona kwamba kweli hapa ndipo nimeweza kufanikiwa zaidi, na tukiendelea hivi nitafanikiwa zaidi katika hii taaluma yangu. Let me say the fact and the truth is, ni safari yenye tu moja nishai cancel, ni moja tu, na ni juu nilikuwa shule na nilikuwa nimeunda package ya kwenda Lake Naivasha and Lake Nakuru, na nilikuwa saa hizo siko nimesoma about costing, so costing ndio iliniletea shida, so and I cancelled that package or that trip. But hizo zingine zote kutoka hapo after nimesoma about costing of a package, sijai cancel trip hadi moja by the way, and that's the truth. Na hiyo ndio ukijua tu costing ni hivyo tu, sidhani ka maybe ujishindwa kujimarket. Cause mimi tumeenda Lake Magandi, tumeenda na huku sijui Gong Hills, tumeenda Samburu, tumeenda Masai Mara, nimepeleka watu Masai Mara, nimepeleka watu hapa tu Nairobi National Park, tumeenda hiyo Lake Nakuru ambao nilishindwa kuenda, tumeenda Hell's Gate and many destinations like Kanunga Falls and many falls that ambazo tumeenda. Na nafurahia Mungu sana, and my clients I thank you by the way, because tigana inywe sipoko ninyi tu sijui penye ningekuwa. Asante. Umetaja sijui costing, hebu tueleze zaidi kuhusiana na hiyo ni kitu gani? Costing ni mahesabu ambayo unafanya ili ujue utalipisha watu pesa ngapi. Like maybe transport utawalipisha hii, maybe it's $250, maybe like a park fee utawalipisha this, maybe $30, something like accommodation utawalipisha this amount, maybe $150, and then you do your calculations plus your profit and your extra and the extra money, like to give, maybe you can think to give them something like water, maybe a t-shirt to remember that company, because to keep that memory, like maybe unaweka maybe something like $20. Hiyo ndio inaitangwa the extra money ya kuwapatia gifts, na hiyo ndio costing. Na baada ya unafanya mahesabu zako vizuri zote kutoka juu hadi chini, then after that trip is successful, now you can market it as good as you can. Kwa hivyo hii katika kozi yenu ni kitu ambayo kwanza mnasoma, ndio maana ukasema ya kwamba iliweza kukuadhiri mahali kuweza kwenda katika moja ya tour ambayo ulikuwa umepanga. Kwa hivyo kama ilikuadhiri kivipi, ni kwamba haukuwa umejua utalipisha kivipi ama ni vipi? Kwani safari ilikuwa ya umbali gani ndio usijue vipi utalipisha, ama ni hali ya magari? Kwanza magari huwa mnatumia kampuni moja ama ni magari ya kibinafsi ndio ikaweza kukuchanganya kuweza kulipisha wale wateja wako? Ya kwanza sikuwa na experience hiyo kubwa, because nilikuwa tu nimejoin shule, then apia pressure ya kutengeneza trip kutoka kwa watu, nyuike fanya hivi, nyuike tutengenezea ka trip. Mimi juu nimesoma introduction ya tourism, nikafikiria I'm very very professional to kutengeneza package. Then mimi nani nikawatengenezea package ya kwenda Lake Naivasha na Lake Nakuru.
without knowing that nimelipisha pesa mingi. Wanaenda wanafanya, maybe siko najua, wanaenda wanafanya utafiti wao ya hapa na pale, wakajua kumbe na yenyewe nalipisha pesa mingi, na hapo siko wanajua cause nilikuwa nimefanya hesabu kulingana na vinye nilikuwa nimedesign tu ushago tu, si wakiwaya kutoka hapa hadi pale, si gari nalipishango hivi na hivi, si hapa na pale ni hivi na hivi. Hapo nilikuwa nimefanya costing yangu, siko nimetumia utaratibu ambao unafaa kutumiwa nikitengeneza hiyo costing ama nikifanya hiyo costing ya hiyo siku. But nilijua makosa yangu, nikairekebisha, and the next package ambayo nilitengeneza it was successful, na nikapelekanga watu 16, and I thank God. Na hiyo trip ndio ilinipea motivation, hadi wa leo hii inanipatia motivation juu nakumbuka my second trip I made this is money that nilitengenezanga hiyo siku, and then nashukuru tu Mungu sana juu hiyo trip it was successful. Na pengine unaweza tutajia faida ambayo ulipata, ilikuwa faida kubwa ama ilikuwa kafaida kadogo? Juu naona kama tukifika hapo umefurahi sana, nikaona kama hiyo faida inaweza kuwa ni faida ambayo iliweza kukufurahisha. Ni kitu inakaaje? Kwa faida kwa faida acha niseme si kubwa na si ndogo, iko hapo tu hivyo tu hapo, just in the middle, just hapo tu katikati hivyo, si mingi na si kubwa lakini ni kitu ambacho kinakupatia moyo na morali wa kuweza kuendelea na kazi. Ni kitu ilinipatia motivation na kunipea moyo na ikatuma nisijishukie, niendelee kufanya kazi juu course yangu inalipa tu alizim. Iko na pesa, si ati haina kabisa. Na kutokana na customer wako, wateja ambao uliwapata siku za kwanza, kuna wateja ambao unaona wanarudi baada ya siku nini ya kwanza, trip ya kwanza walikuwepo, ya pili walikuwepo, kuna hao ambao unaona wanarudia, unaona hao ni wale tulianzia na wao, kwa hivyo ni kama wamefurahia hii kazi yangu, wamefurahia hizi tour zangu na services zangu. Kuna hao ambao unaona wakirudi. In fact, I have like 7 people ambao hao ndio wanakuwa watu wa kwanza juu na mimi sijai wa fail. Ikifika ni kwa gari na watengenezea na waletea gari iko na nguvu na gari mpya. Ikifika ni kitu, yani kitu yenye wanataka ndio huwa nawafanyia. Wakisema gari wanataka gari iko na muziki, it's okay, mimi niko hapo juu ya maybe to sell my package na waletea. Mimi niko hapo maybe juu ya nini kitu kaa, acha nisimalizie hapo juu ya hiyo na waletea, wanarudingi na wanarudi. Ukitengenezea kitu ni kama mtu mwenye wa kupika mandazi ama mtu wa hoteli, ukienda hapo kule chakula tamu, chakula kimepikwa vizuri, mbona usirudi kukula kwa hiyo hoteli tena? Si utarudi tena? Utarudi. Na hivyo ndivyo unakutanga hao nao clients wanaenda wanaleta clients wengine, na hapo ndipo unaenda ukijiuza, unajiuza na si kujiuza ambayo maybe watu wengi wanaweza fikiria kuuza kampuni, jina ya kampuni. Kumbe kuna hii kampuni hii, this and this and this, ni tango hivi na hivi na hivi, na mwenye hiyo kampuni anatengeneza kitu poa na kitu safi na hajaituangusha, wanaleta wengine. Hivyo ndivyo nimeweza kusimamisha kampuni yangu hadi leo. Na pengine hadi mahali umefika, kuna pengine kampuni ya usafiri ama kampuni ya tours imeweza kukuapproach muweze kufanya kazi nayo kufikia sasa? Ni kuna kadhaa we are partnership with, and it's not only a tour company that we are partnership with, also partnership with hotels that always gives me a good rate when it comes to accommodations, na hiyo inanisaidia vizuri sana kupata pia mimi kitu like maybe hiyo kampuni wanauzianga kuuzia mtu, maybe mtu kama wewe, kama wewe kakeni hivi, wakitaka kuuzia watakuuzia $200. Maybe mimi nikienda kununua, mimi wataniuzia maybe $170, na hapa kuna faida ya $30 kwa upande wangu, lakini nikifanya costing naifanya na $200. Na hivyo ndivyo tunakuwa partnership, sio hoteli moja wala mbili, like every national park or in any destination, either it's a Savo East, maybe ni kule Diani, maybe ni kule Masai Mara, maybe like Nakuru, in every circuit that they are in Kenya, we are partnership with 2 or 3 hotels, and I thank God for that
tuko partnership. Si kila hoteli inaweza kubali tuko partnership na waniuzie rate kwa vile tutasikizana na wao. Nafurahia sana. Na upande wa magari iko vipi? Juu najiuliza, nimefuatilia hizo safari zenu, nikaona kwamba si gari aina moja ambazo mnaweza kusafiri nazo. Kuna wakati mmoja nikaona mko na gari zingine za nguvu, wakati mwingine nikaona mko na gari zingine tofauti na zile ambazo nilikuwa nimeona siku ya mbele. Sasa ni kampuni mnaenda kuziapproach kwamba mnataka magari yao, ama ni watu binafsi mnaenda kuunganika na wao muweze kupata zile gari zao? Inakuwa vipi hiyo? Kila kampuni iko na gari zake. Kampuni yangu it is naweza sema aje, kampuni yangu iko na gari zake ambazo zimepewa license na TRA, that is Tourism Regulatory Authority. Tumepewa license hii kampuni inaweza beba clients kutoka nje ya country na hizi gari. Drivers also wamekubalishwa kuziendesha because they have 5 years of experience kwa barabara. Ni watu wanaweza endesha kwa vile inafaa na wanaweza fuata rules and the regulations of the roads. If ni overtake, usi overtake. Pale ambapo wamesema endesha na 30 km/h usiendeshe. And all our drivers they have learned competency education that hawezi vunja sheria hadi moja kwa barabara. And that is one of the thing that inatupanga clients wangu wasihepe. Na katika hii field ni watu gani ambao, ama ni mtu gani unamtazamia hivi, unamuona unaona ni kama role model wako katika hii taaluma yako? Role model? Huwezi kosa role model. Kuna mtu ambaye unamtazamia unaona nikifika kama huyu miaka kama 10 ijayo nitakuwa mbele sana na ninaazimia kufika kiwango ambacho amefika? Wacha tu nisimtaje yeye. Ama ni kampuni gani pengine iko Kenya ama iko nje ya nchi? Unaona siku moja kama nitakuja kufika kiwango kama kile nitaweza kufurahi sana. Sataja juu hawajanipatia kampuni ya kuwa brand to be the brand ambassador. Ama kuuzia package zao. Lakini wapo. Kila mtu lazima akuwe na mtu mwenye naangalia anasema enyewe huyo amenizidi. Tena lazima ukuwe na mtu mwenye atakuguide. Pia mimi hata ukiniona hapa niko na experience ya tourism. Pia kuna mtu ananishape. Nikifanya kitu kaa hii na hii na hii na hii, na namuuliza, nikifanya hivi na hivi na hivi, is there any mistake that naweza kuwa nimefanya? Ananiambia if ni nafanya cancellation zangu ama na vitu kama hizo. Lazima ukuwe na mtu mwenye atakuguide. Hata si wazazi, hata si watu wazazi, hata si wazazi wako au familia yako. Lazima pakuwe na mtu mwenye atakuguide kwa hiyo sekta ambayo uko. Kama mimi tourism, kuna wengi sana ambao huwa wanasimama na mimi na they always congratulate me for a good work that I do. Lazima ukue. Hata kama najua kunaye unamwangalia hivi. Unasema, kama ni mwana report unasema, Jeff Koinange. Sijui who and who. Lulu Hassan. Na hata siku moja kufanya. Ama hata kampuni. Maybe unakaa, maybe unaweza ushaifikiria kufanya kampuni kwa maybe Royal Media Services ama kwa hii inaitwa Media Max. Maybe kunazo vika hizo, ama uwezi kataa kufanya kwa ni ndoto kubwa kufanya huko. Juu hata mimi kuna kampuni nishaitarajia itaniandika. Lakini sasa niko na yangu, sihitaji kuandikwa. Sawa. Sasa kuna watu wanajiuliza ni challenge gani ambazo huwa mnakutana kule? Pengine kuna safari mmetenga mmeweza kuenda, pengine wale wateja wakaweza kuona kama moja ya challenge, wakadhani kwamba katika kampuni yako challenge huwa ziko hivyo na pengine inatokea tu once in a while. Ni challenge gani ambazo huwa mnakutana nazo kule nyanjani? Mostly challenges ziko, hakuna cause inanga challenges like in my course or in my field. Challenges zenye tuko nazo, there is something we call force majeure. Force majeure is one of the things that makes us or we take it like a challenge to us. Force majeure is a word of French, and
in English, in a good English, maybe naweza isema ama naweza translate like it's a natural disaster. Like venye for example, venye kulikuwa kumenyesha, hiyo huwezi laumu kampuni ama huwezi laumu mtu yeyote, ama siwezi kulaumu ati juu kumenyesha barabara zikaharibika ama national parks zimekataa kufanyiwa sijui nini ama tukataze kuingia kwa national park. Hiyo hata kama ni wewe mteja wangu unaweza nilaumu. Vitu kama hizo clients huwa wanashindanga kuelewa. Na that is one of the challenges that mostly tourism huwa inapitia, na kushindwa kuelezea ni clients and but we thank God mvua itanyesha tu kidogo na mambo itarudi sawa kwa saa hii. Natural disasters zingine ama force majeure zingine ni kama maandamano. Kuwe na maandamano, airports kufungwa. Hiyo si vitu kama vita venye kuna vita ya Iran and USA saa hii. JKA, there is another day JKA ilikuwa imefungwa. Ndege haiwezi enda Dubai. For example, ulikuwa na wageni wa Dubai. Itabidi tu mcancel hiyo trip, cancel hiyo trip. Faida ni kwa kina loss ni kwa kina nani kwao. Na sisi bado kampuni tumepoteza wateja. Hawatai tuamini tena sisi kama Kenyans ama tour company in Kenya. Hawatai fikiria tena kurudi. Na hiyo ndio mambo ambayo mostly tunakuwa challenge nayo, the force majeure. Na tunaomba Mungu zaidi force majeure sio itukuta. Na saa hii hata imeweza kutukuta kwa sababu hadi Masai Mara kwenda saa hii game drive, it's a big problem. Saa hii kuna game drive in Lake Naivasha not in Lake Naivasha, Lake Nakuru. It's a big problem kwa sababu za vinye maji imejaa, like kabarabara ni kadogo sana, hata kazipitika, kakona maji, kakona matope, wazungu hata hawezi toka nje ya gari ati kwenda sijui kufanya nini. Na kukiwa na force majeure kunakuwa na mashida mingi sana, and that is one of the challenging. Na venye naweza tu wahimiza, usiwahi ogopa challenges. Challenges lazima upitie ili usucceed. Si ndio? Usiwahi ogopa. Tia bidii, pambana hadi ushinde. Fake it till you make it. That is the only thing that I can say. Yeah. Na iwapo changamoto itaweza kutokea, zile pesa ambao pengine walikuwa wamepanga, pengine ndege hivyo unasema uwanja wa ndege uweze kufungwa, zile pesa huwa mnafanyaje ili muhakikisha ya kwamba zimeweza kurudia mteja pengine, ama muweze kupanga siku nyingine mtakuja kupanga hiyo safari ili muweze kufanikisha katika siku nyingine? Mna convince vipi mteja na aweze kukubali kitu ambacho mnasema? As a company, we don't return that money because tuseme ulikuwa unakuja siku kaya leo, JKA wamefunga ndege. Hapa hakuna kitu tunaweza kufanya cause pesa zenye ulikuwa umetuma, we always assume ourselves that you should know that ukituma pesa zako huwa tuna book vitu kama gari, tunakuwa tumeshalipa gari. If unakuja kaa leo, transfer tumeshamlipa, accommodation tumeshalipa, vitu kama hizo, tax fee already tunakuwa tumeshalipa, tunaenda tuna papers. Sasa ukisema niko cancel trip, si mimi nimetuma trip yako ikanseliwe, si ndio? So na pesa sisi tuko nazo already, tumeshalipa kila kitu. Sisi kitu yenye tunaweza kuwa and there is something that called cancellation policies in every company, in every hotel. So hiyo hapo tuwezi rudisha pesa cause. Kwa hivyo ni vipi mna overcome na mteja aweze kuridhika? Yani mteja wale wataweza kufika wafike, wale wataweza ipotelee hivyo, ama inakuaje mwisho wa siku, inakuaje kama solution inakuwa vipi? Acha niseme hiyo ni ngumu swali la somehow, but huwa zinapotelea tu. Acha nisiwaficha watazamaji, huwa inapotelea cause we have nothing to do with that, with force majeure. We have nothing. Natural disaster ikikuja imekuja, na hakuna kitu tunaweza fanya. Ni kama mtu akufe. Mtu sasa hata ukiweza kufa tukio naweza kufufua kweli? Siwezi kufufua. So there is nothing to do with it. Siku ikiisha hamjakuja, you just let it go. Pesa hata wao hawarudishangi. Like tumesha book ndege, hawezi turudishia pesa. Kwa hivyo mwanafunzi ambaye ako pale high school utamshauri asome masomo gani ama aweze kufocus? Watu tunasikia kwamba kama hii yetu tunasikia kwamba lazima uivie Kiswahili, uivie English na masomo mengine kama mawili ili uweze kufaulu katika hii course. Sasa course yako afaulu katika masomo gani ndio aweze kufocus vizuri na aweze kuwa strong katika course yenu?
Mimi nikisoma tuko na hizo mambo za sijui kufocus na subject gani, ama sijui unafaa kuwa umepita kiwango gani ili ufanye hii course yetu. Cause mimi hata nilitokana na D minor. And that's the one thing that many people hawajuangi. Nilitokana na D minor. Na though subject ama unit zenye unafaa kusomea zaidi, maybe history naenda geography, history and geography, na pengine lugha. Sasa na lugha maybe English pale inahitajika. Utaenda kukutana na watu international, wazungu pale. Na if kuna languages like French, soma na bidii na utabarikiwa. Sasa kozi ambazo shule ambayo ulisomea kulikuwa na hizo foreign language, na kunayo ambayo umesoma moja ili kuweza kupata faida ya pengine tourist ambao utakutana nao huko nyanjani, pengine wa French kunayo? Mimi nimefanya French and I have done Chinese. Hizo mbili nimefanya, although I didn't get a chance to do those foreign languages kwa college ambayo nilisomea, cause haiko imefika hicho kiwango cha kusemewa. Lakini saa hii ukienda hiyo shule nisikia walizileta. Though mimi wakizileta nilikuwa nimeshatoka, so sikupata hiyo chance ya kusomea. Though sasa nilienda kusomea nje na sasa nazijua, na hata ukitaka nikuongeleshe lakini sikuongeleshi. Chinese, hiyo Chinese si ni ngumu sana? Kabisa ni ngumu, lakini ambavyo tu nilikuwa nimekwambia mwanzoni, ukisema kitu ni ngumu ni ngumu, ukisema kitu ni simple. Sasa mimi nilichukulia ni simple na nikapita. Sawa, neno la mwisho sasa pale tukimalizia, na pengine uweze kusalimia mtu mmoja ambaye ulikuwa na lengo la kumsalimia na ni vibaya sana ukimwacha bila kumsalimia. Mtu mwenye naweza salimia, jambo la mwisho ambalo naweza sema tu ni wacha tu tuzingatie mazingira yetu, kwa sababu mazingira yetu ndio hutupa vitu mingi sana. Wewe unatupa vitu mingi sana, like hewa safi, vitu mingi ambazo huwezi jua ama watu wengi hawazijui. Na mtu wa mwisho ambaye naweza salimia watu wetu wote, mafans wenye wote wanatuangalia sasa ama wanatutazama, na mtu mwenye yote ananipenda na nimemsalimia, mtu mwenye yote ananichukia nimemsalimia pia, kila mtu nimemsalimia. Hadi familia yangu, akina mamangu, babangu, watu wenye wote wananiita boyfriend nimewasalimia hata kama sinanga. Kwa nini wengi aje? Sinanga. Nimewasalimia nyote.